Hollywood mahali pa ndoto, umaarufu na ustaa. Lakini chini ya uso wa ndoto hizi za filamu, kuna ukweli wa giza. Mafumbo yasiyotatuliwa ambayo yameisumbua sekta hii kwa miongo kadhaa. Usiku wa leo, tunachunguza kesi za kutisha ambazo bado hazijapatiwa majibu hadi leo. Januari mwaka 1947, tarehe 15, ugunduzi wa kutisha huko Los Angeles washtua taifa. Mwili wa Elizabeth Short mwenye umri wa miaka 22, baadaye akiitwa Black Dahlia, unapatikana ukiwa umekatwa-katwa na mabaki yake yakiwa yamepangwa kwa njia ya kutisha. The killing of 22-year-old Elizabeth Short is one of the most gripping unsolved mysteries in American history. Elizabeth alikuja Hollywood akitafuta ndoto yake ya kuwa star, lakini badala yake akakutana na mwisho wa kutisha. Polisi wakikosa ushahidi wa kutosha, na licha ya mahojiano mengi, hakuna mtu aliyewahi kushtakiwa kwa mauaji yake. Je, muuaji wake aliweza kutoroka bila kugunduliwa, au kuna ukweli uliofichwa ndani ya historia ya mji huu? Okay. Let's hear that Boston accent. Now? Yes. No, I can't do it now. I would have to meet with my dialect coach, Milton Pearl, who was introduced to me by David Selznick. Novemba mwaka 1981, tarehe 29, mwigizaji mashuhuri Natalie Wood anapatikana amefariki kwa kuzama karibu na kisiwa cha Catalina. Hali zinazozunguka kifo chake bado ni kitendawili. Siku hiyo Natalie alisafiri kwenye boti pamoja na mumewe na marafiki. Usiku wa sherehe uligeuka kuwa usiku wa maafa. Ilidaiwa kuwa kulikuwa na mabishano na Natalie alipotea kwenye maji, lakini hakuna mtu alisikia kilio cha msaada. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba mwili wake ulipatikana na mchimbuko usioeleweka. Je, alianguka baharini kwa bahati mbaya, au kuna siri kubwa iliyofichwa nyuma ya kifo chake? Japo uchunguzi wa awali ulielezea kuwa ilikuwa ajali, miaka baadaye maswali mapya yaliibuka. Polisi walifungua tena faili yake, wakitafuta ukweli ambao ulizikwa kwa muda mrefu. Lakini je, majibu kamili yatapatikana? Historia ya Hollywood imejaa majanga, mengine yakihusishwa mafumbo makubwa. Kifo cha ghafla cha Marilyn Monroe kilizua maswali kuhusu nani aliyekuwa na siri zake kubwa. Je, alijiua au alinyamazishwa kwa sababu alijua mengi? Mauaji ya Tupac Shakur na Notorious B.I.G. yalitikisa ulimwengu wa muziki na sinema. Miaka kadhaa imepita, lakini bado hakuna anayejua kwa hakika nani aliyekuwa nyuma ya vifo hivyo vya kushangaza. Kila ushahidi unaonekana kuwa wa giza, ukiwafanya mashabiki kujiuliza ikiwa kuna siri kubwa iliyolindwa. This world is such a and when I say this world, I mean it. I don't mean in an ideal sense. I mean in every day, every little thing you do. It's such a gimme. Everybody back off. You know, everybody's like, you taught that from school, everywhere. Big business. If you want to be successful, you want to be like Trump, gimme. Push. Step. Crush. My music is being so well received because it's just some real shit, you know. It ain't like I said, it ain't no gimmicks behind this shit. You know, I'm just a nigga that live in Brooklyn that get busy, you know what I'm saying? The shit I be talking about don't be no bullshit. A fucking screw up, got introduced to the game, got an ounce of fucking brew up. Chopping rocks overnight, the nigga Biggie. Memories of high speeds when the cops crash. As I laugh, pushing the gas when my clocks blast. We was young and we was dumb. Na kisha kuna kifo cha kutatanisha cha Brittany Murphy, ugonjwa wa ghafla, uvumi wa sumu na uvumi wa njama uliofunika tukio hilo. Wakati watu wengi waliamini ilikuwa ajali, kuna wale waliodhani kuna mkono wa siri uliohusika. John Latourneau? I can take you. I don't think so, Smith. Right this way. Hollywood ikiendelea kung'aa, vivuli vyake bado vinanong'ona siri. Ukweli ungali haujajulikana, ukisubiri kufichuliwa. Je, tutawahi kujua hadithi za kweli nyuma ya mafumbo haya? Labda majibu yapo, lakini yanafichwa mahali pasipotazamwa, mahali ambapo giza linatawala.